Mimi kijana yangu nimehangaika na yeye kule Nairobi. Habari yako mzee? Avizavi. Kwa salama? Kabisa. Okay, mimi kwa majina naitwa Elvis Wasike. Mimi ni DCI kutoka Central Police Station Nairobi. Kwa majina anajulikana kama Hassan Njo. Kutoka Police Station kutoka Nairobi. Wapi ID hizo za kazi? Tajua na mzee. Ndio ndio zetu. Sasa tulikuwa tumekuja kumtafuta mtoto ambaye anaitwa Albert Ojwang. Sijui kama ni mtoto wako. Ni kijana yangu mimi. Ndio. Albert! Hebu kuja kidogo. Naona kuna DCI wanakutafuta, sijui kuna nini? Yes officers, nimefanya nini? Songa huko kijana. Sasa kijana tumekuja kukutafuta wewe. Unasemekana you have assaulted the government. Nani? Big man, the big bazoo for you. Nani huyo? Sasa hiyo kesi Hapana, sio mimi nilipost hiyo nini. tutasikilia mbele jamani. Mbona mnaniharasa officers? Officers, imefanya breach gani officers? Officers, what's wrong with you? Hii kijana hii, wewe Ojwang, wewe ndio unajifanya hapo unajua kuandika andika. Abande unaona hii kijana hii? Hii nimepiga hii, inapiga hii kijana inaandika kwa mitandao hiyo Ojwang hii Albert. Niliandika nini kwa mtandao? Hii si nilisikia mkubwa ati sijui iliandika nini hata sijui. Hii kijana na My name is Elvis Wasike, I'm your host. Today on our news, Mr. Ojwang, digital creator who microblogged on X, Facebook topical, political and social issues, was arrested in Homa Bay. Our very own reporter, Abel Muriuki, has more. Ni wanaandishi wa habari kutoka katika Radio Runinga Citizen. Ni kwamba mtoto wako ameshikwa na askari leo DCI akiwa Homa Bay. Albert, hebu tueleze, unatuambia nini, kwa nini alishikwa na ni mbona DCI walimchukua? Kijana yangu amekuja nimepatwa nje nimeketi. Kijana yangu amekuja amechukuliwa na ma DCI hadi kwa sababu ya kumkosoa sijui nani. Kijana ameshikwa, wameenda wakiarasi yeye. Hata kijana yangu mdogo Hata mimi nimekuwa hapo nao, nikaona tu wanashika wanatoka wanaenda. Hii ndio familia yake. Albert ameshikwa leo asubuhi akiwa kwao manyumbani Homa Bay. Sasa DCI wamemchukua na kumpeleka police central huko Nairobi. Insulting the government. Na sasa alijigonga kakufa. What do you want the government to do? Ashakufa. Na mimi nakumbuka nilikuwa na Eliud Lagat kwa meeting wakati huyu kijana alitangaza amekufa. Yes. Wacha uchunguzi fanywe na DCI wajua walifanya nini. Media sentence sana but I don't have much to talk. Ojwang alikufa kutokana na insult ya polisi au DCI kutoka all the way from Homa Bay to Nairobi. Alikuwa na shida ya kichwa, alipigwa, na tumejua tena alikuwa na shida ya shingo na he had a head injury, ndio ikasababishia akakufa akiwa Central Police Station. And hii act ya DCI kuinsult watu na kudanganya, yani wanataka kuweka scapegoat. Hiyo ndio result ya postmortem na we have conducted it goodly. Asante sana media. Timu sisi kwa sisi, naona umejitokeza kusaidia babaki Albert kutokana na hii mzigo ambao serikali ya Kenya imesababishia. Ni kweli. Nimeona nimefuatilia serikali ijafanya jambo la muhimu kwa hili familia. Na vile mmeona kwamba hii familia ni familia ambayo inajikaza kifedha. So mimi kama celebrity nimeona nitumie platform yangu kuchangisha wananchi, at least kile kidogo ambacho wanakipata wawachangia, at least isaidie mahali. Eric Omondi, wewe umekuwa ukisaidia familia nyingi sana, hata tumeona mitandaoni za kijamii video zako, kila mahali unasaidia familia sana. Hapa hivi tuna gavana Nairobi, hebu tueleze kitu. Naona umejitokeza kama well wisher kusaidia hii familia ya Ojwang. Wewe unaambia watu serikalini nini hasa ili kuhakikisha kwamba Albert anapata haki? Mimi kama gavana wa Nairobi tumejitokeza kama serikali ili tuweze kusaidia familia ya Albert.
Huyu ni gavana wa Nairobi, hii ndio familia yake. Huyu ni babake Albert. Hata wakati unamuona ako na machozi na majonzi, hii ni machozi anatoa mzee. Amemsomesha mwanake, hakikisha kwanza amekuwa mwalimu kwa miaka mingi sana. Hebu eleza watu kitu mzee. Naona umepatana na gavana wa Nairobi, anataka kukusaidia. Jambo la kwanza, wacha niseme tu asanti kwa wenye wamenisaidia. Yes. Lakini mimi kijana yangu nimehangaika na yeye kule Nairobi. Nimechimba mawe nikisomesha kijana. Yes. Sasa kijana yangu sielewi kimekuwa nini. Yeah. So as you see, hata ameshindwa kuongea, analia tu. We need justice for the young man Albert Ojwang. Hii ndio familia yake. Albert ameacha mtoto mmoja na mke wake, na babake akona machozi na majonzi kwa kumsomesha mwanake kwa miaka nyingi sana na kumpoteza kwa mkono ya serikali. Asanteni sana. Sisi kama majenzi tumejitokeza na tumechukizwa na kazi ambayo serikali inafanya. Inatuua bila sababu, hata watupei chance si kuongea. Kitu kama hiyo si serikali hatutaki kabisa. Please ikuwe free and fair kwa wanajenzi. Sina mengi, ni hayo tu. Serikali tafadhali msitulie majenzi. Sisi ndio upcoming generation, na please at least mtupe nafasi tu tuongee. Tukue na sauti yetu na ikuwe free and fair. Ni hayo tu. Sisi kama Wakenya hatujafurahia na hii jambo ambayo serikali imefanya. Mimi kama Kusian Kid mwenyewe, hii ndio channel yetu. Mimi najitanga Kusian Kid Media Production. Tunatetea haki za Gen Z na tunataka serikali ya Kenya itusaidie iache kumaliza Gen Z, na hawa DCI hawa wakuwe na njia ya mwafaka ya kuhakikisha kwamba sisi kama Gen Z tunapata haki. Sio watu wanakufia kwenye seli, watu wanakufia kwa mabarabara. Sisi hiyo jambo haijatufurahisha. Nashukuru sana wapenzi watazamaji.